Ndio. Kama ni wachezaji wabovu, ndio ninyi mnaangalia. Kwa mfano kama jana ndio nilipocheza na Mtibwa, mmeangalia tayari. Nachokaa nyinyi viongozi mnataka mkae pamoja na timu, mumuulize kila mchezaji tatizo ni nini. Mtu anapangwa namba si yake au vipi, aeleze alafu apate kutatua. Lakini Simba hawafanyi hivyo kwa sababu ushajua makosa ya kwao. Okay. Maana hatujui, wakati mwingine mishahara hawajapata, wakati mwingine posho, ndio maana wanacheza chini ya kiwango. Matatizo yako kwenye Simba wenyewe viongozi. Fadu akaikuta timu mbovu, lakini angalia imefika mpaka fainali kuliko huyu. Matokeo yake wanatolewa makafara nani? Makosa wachezaji. Wale watu wanaofanya yale makosa wanajificha kwa kocha, lakini matatizo ya Simba yako kwa kocha, wako kwa viongozi tu. Hakuna tatizo. Kocha hahusiki chochote, kocha hahusiki, wala wachezaji hawana tatizo, hawana matatizo yote. Uongozi tu ndio wenye matatizo, wakawa wasitamini, wajiangalie tunakwenda sawa sawa. Viongozi tu, hakuna tatizo lingine. Hata wewe nyumbani kwako ukiwa na watoto, ndio kama huwajali watafanya wanapotaka, kweli kabisa. Lakini kama utawadhibiti wanafanya hivyo, utawadhibiti na utaona watoto watakapokuwa na malezi mazuri. Leo Simba imekuwa kama paka. Kila mtu anajichukulia pointi. Kila mtu akitajiwa timbo anasema haya, ngoja nikachukua pointi 3 au ngoja nikachukua pointi 1. Kama mashabiki wa Yanga tu hatuna raha kabisa, tunabuchekwa na nini na mashabiki wa Yanga. Sasa wa viongozi hayo hawayaoni, wao wanakaa Usabei, wanakaa Mikocheni, hawayaoni ya mitaani huku. Lakini sisi wa mitaani huku tunaumia, tunachekwa sana. Tunaonekana kama Simba haina hela. Anakashifiwa bure Mo hatoi hela kumbe Mo anatoa, mule mnavishoka. Kwenda kusajili mchezaji mnafanya ujanja. Juzi Alikamwe sikawaumbua. Ndio. Kwamba katumwa mtu kwenda Uganda kule, anataka naye pasenti kule. Anataka dalali wa nyumba. Kwa timu wanafanya kama dalali wa nyumba. Kwa sababu akaenda kule, mimi nimekotea mteja unikatie changu, si ndio wanapofanya viongozi wa dini. Ndio maana kule Yanga kuna mmoja ndio anaosimamia. Wakisema fulani tunamchukua, nao wanamchukua kweli. Lakini sio Simba. Simba imekuwa kama wanawafanya kazi, wanawatafuta wachezaji Yanga. Mpaka okeo kwenda kule kachemka kauni. Kachemka kapewa zile hela, ataka chochote na alopetwa hela. Hiyo ndio matatizo tuliokuwa naye sisi. Timu yetu ni nzuri, safi kabisa, lakini tatizo liko kwenye uongozi peke yake. Kwa sababu kama ingekuwa hakuna tatizo kwenye uongozi, wachezaji ile timu umeiona namna inavyocheza. Kisha pale asubuhi yake unakwenda kambini, unawaita wachezaji wote, tunaambiwa kila mtu aeleze sababu yake ni nini anachokiona. Dalali nani yule mzee Mapama haspoku, yani kufa haspoku basi. Na Simba ndio kama imekufa, inaendeshwa kiholela tu. Mtu ukimwambia huyo mwenyekiti akiambiwa ile majibu, anajibu majibu ya kunya. Kwa mimi ndio nacheza lelelele. Kwa nini ndio hivyo? Kwa wenyekiti walikuwa wafungwa na Yanga, kwani walikuwa sio nini? Walikuwa unasawali kwa nafungwa na Yanga, kii sio yeye. Toka akaingia sijui, sina kumbukumbu kama sio tuliwahi kushinda na Yanga. Sina kumbukumbu, lakini sijui wenzangu mtanisaidia. Hatujaifunga Yanga toka kaingia Mangungu kwa mwenyekiti. Tatizo liko kubwa sana kwa Mangungu, naye unahusika. Yeye ndio wa kwanza. Yeye ndio kwanza, yeye ndio anahusika sana. Kwa sababu yeye ndio baba wa nchi. Yeye ndio baba wa klabu. Yeye watoto tunamsikiliza, yeye ndio mwenye maamuzi. Ndio. Anakwenda kule kambini, anawaita wachezaji wote na benchi yake la ufundi yote. Anakaa anaambia, haya wachezaji, kuna tatizo gani? Kila mtu aeleze matatizo yake. Unamsikiliza huyu, kisha pale mnakaa mnajadili. Na sasa kweli timu yetu ina tatizo hili na hili na hili. Sio wao. Wewe nafikiri mpira jana usingewaita akiwa anaona aibu. Kuona aibu, hao ndio wenye makosa, utamwitaje? Wewe mtu mtume hapo utamuuliza kwa nini umekwenda kule? Wewe na wewe ulimtuma mwenyewe. Kwa hiyo matatizo ndio hayo. Tatizo ni kubwa. Kwa hiyo sasa kurekebishwa, ile mambo yatazidi kuendelea, atakuwa vile vile. Tutafungwa sisi mpaka tukimbiane.
Sasa angalia, kwa sababu Simba kuna kundi mbili. Kuna kundi kama sisi watu wa zamani, sisi wa Sunderland tunakubali, lakini kuna kundi la Simba Sports Club, wao vijana hawezi kukubali mambo kama yale, hawakuyazoea. Sisi tumeyapitia yale, ndio sisi tumeyapitia, tunaona. Lakini kwa kweli timu yetu inaharibiwa na viongozi. Viongozi hawako karibu na ile timu. Kwa lawama wanawatupia makocha na wachezaji, wanafukuza makocha. Kwa makocha wahusiki chochote? Hawahusiki, wao wenyewe ndio wanahusika. Kocha sio wanamtafuta wao, ndio kwa wanatafuta kocha, wamemtizama, amesoma vyetu pale. Simba hapa staili kutafuta mtu mwenye madiploma sijui nini, mtafute mtu aliyomaliza form 4 tu kama wakina Dalali. Simba wanaweza kuongoza ikawa vizuri kuliko kusema watu sijui wa kutoka chuo kikuu sijui kufanya nini, ndio inaituharibia pale. Wao chuo kikuu waende huko, watafute mtu wa kawaida wenye kuweza kama vile kina Adeni Yage, ndio kina Mwina Kaduguda, ndio unaona bwana, kina Mzee Dalali, ndio watu chungu mzima wale ndio walikuwa wanafaa kuongoza Simba, wenye uchungu. Sasa hana habari, anafungwa Simba, anacheka, ingia kwenye gari yake huyo, au kwenda Mikocheni kulala. Tatizo ni kubwa hapo. Watu wana uchungu. Mimi nilimwona marehemu kaka yangu alikuwa Yanga kafungwa, kapanda basi, badala ya kwenda Buguruni yeye kapanda basi kenda Mbagala. Mzee yule akifungwa namna na maji machozi yanamtoka, wana uchungu. Sasa hivi kwa Simba hakuna, toka muondoa wakina mzee Habibu Mandomo, kama watu wengine watamjua. Analia msemaji. Sasa mtu anampa shida sana Ahmed Ally, anajitahidi mtoto wa watu, watu anawashawishi, wanamsikiliza, lakini kukija huku hovyo kabisa, hamna kitu. Uongozi kama utakawa wakawa naanza kuona na hao uongozi, sababu gani wao ya huku mitaani hawayaoni. Hawayaoni. Bwana, wapenzi watazamaji bwana wa redio yetu na TV yetu bwana, yaani mzee analalamika sana kuhusu uongozi wa Simba ni mbaya, ni mbovu. Sio kwamba ni makocha, hapana, yaani uongozi wa Simba unakuwa ni mbovu. Bwana, tuendelee kupata nani nyingine kuhusu Kibosho TV.